Fungu la 3 anasema kwamba ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea wewe pamoja nami katika kura yangu, ili tupate kupigana na Wakanaani, kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Unaona, Yuda naye baada ya kuwapata assurance kwa Mungu kwamba kwea Yuda, ondoka, mimi niko pamoja naye. Yuda anamkumbuka ndugu yake Simeoni, anamwambia Simeoni, tuondoke pamoja, twende tukapambane pamoja, tukapigane vita hivi pamoja. Na Simeoni kwa umoja wake pamoja na Yuda anaondoka pamoja na Yuda, wanakwenda kupigana. Yuda akakwea, naye Bwana akawatia Wakaanani na Waperizi mkononi mwao, nao wakawapiga huko Bezeki watu 10,000. Wakampata huyo Adonibezeki huko Bezeki, wakapigana naye, nao wakawapiga Wakaanani na Waperizi. Lakini Adonibezeki akakimbia, nao wakamwandamia na kumshika, wakamkata vyanda vyake vya gumba vya mikono na vya miguu. Adonibezeki akasema, wafalme 70 waliokuwa wamekatwa vyanda vyao vya gumba vya mikono na vya miguu waliokota chakula chao chini ya meza yangu, kama nilivyofanya mimi, Mungu amenilipa vivyo. Wakamleta Yerusalemu, naye akafa huko. Umoja kati ya Yuda pamoja na Simeoni unaondoka katika vita hivi vitakatifu. Wanakwenda na neno la Bwana linatuambia kwamba wakaondoka, na walivyoondoka Bwana akawapatia ushindi, wakawapiga Wakaanani, wakawapiga Waperizi, nao wakawapiga mapigo makuu. Huko Bezeki wakamkamata Adonibezeki ambaye alikuwa ni bwana katika hayo maeneo ya Bezeki. Alikuwa ni bwana, ni kama mtawala, mfalme wa hiyo anga ya Wakaanani, akiwa amekusanya makabila madogo madogo ya Kaanani. Wakamkamata Adonibezeki ambaye alikuwa ni mfalme shujaa huko Kanaani. Lakini Adonibezeki alipokamatwa, walichomfanya wakamkata vyanda vya mikono yake na vyanda vya miguu yake. Ilikuwa ni ishara ambayo ilikuwa inatumika zamani ili askari aweze kukimbia vitani, aweze kuendesha mapambano makali. Ilikuwa ni lazima aweze kukimbia. Ndio wenzetu hawakuwa na zana hizi za kivita zinazotumika sasa hivi, walikuwa wanatumia silaha hizi za kijadi, mishale, upinde, mkuki. Sasa ukimkata vyanda vya miguu viwili ukavikata, mtu hawezi kukimbia tena. Sasa vyanda hivi vikishaondolewa, miguu yake inakuwa ni dhaifu. Lakini pia ukimkata vyanda vya mikono, hivi vidole gumba vya mikono, hataweza kushika silaha ya kivita yoyote, hataweza kuamuru upinde utoke katika podo lake, hataweza kufanya kazi. Lakini pia ilikuwa ni njia ya kuwafanya wapiganaji waweze kuwa dhaifu katika vita, kwa sababu pia ya kwamba hauwezi ukamchukua mtu ambaye ni kilema ukampeleka kupambana kwenye vita. Kwa ulikuwa ukimpunguza mtu viungo vyake vya mwili, anaonekana huyu ni kilema, hajiwezi kupambana na vita. Ndivyo walivyomfanya Adonibezeki. Wakamchukua, wakamkata vyanda vyake vya mikono na vyanda vyake vya miguu, wakampeleka Yerusalemu na akafia huko. Lakini kitu ambacho tunakiona hapa, Yuda na Simeoni hawakuambiwa wamkamate mfalme yoyote yule, hawakuambiwa wamkamate mfalme yoyote yule. Ukisoma Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati 7:1 mpaka 5, hili fungu tutakwenda kuliangalia sana katika muktadha wa masomo haya ya Waamuzi. Anasema ya kwamba Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Mgirgashi na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Mihivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu ya kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yako, naye atakuangamiza upesi. Lakini watendeni hivi: zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Hilo ndilo agizo walilokuwa wamepewa na Mungu wa mbinguni, kwamba mtakapofika
katika nchi ya Kanaani, wakati mtakapokuwa mnapigana vita hivi vitakatifu na Mungu akiyaondoa mataifa haya makubwa yalikuwa yanakaa Kanaani, wa Girgashi, wa Hivi, wa Kanaani, msiwaonee huruma hata mtu mmoja, msiwaonee huruma.